Kwa majina yangu ninaitwa Julius Msagati. Oh yeah. Lakini kutokana na ile mapokeo sasa baada ya kuingia mjini, oh yeah, hao watu wanakupokea, oh yeah, wengi hupenda kuanza na jina la mwisho. Yeah, sure. Msagati Julius. Yeah. Oh yeah. Kwa hiyo mimi nikaona nipite na huo upepo kwamba okay, ni jina langu nalimiliki mimi, kwa ni Msagati Julius. Of course kitaaluma ni mwandishi wa habari. Yeah, lakini katika asili yangu pia nikagundua kwamba nina talanta uimbaji. Yaani oh yeah, si mpaka nakuja kuintroduce leo, nakuja kuwaletea wasikilizaji wimbo wimbo mzuri sana naweza nikasema. Oh yeah. Tayari naamini kabisa kwamba nimekuwa nikiwa najua kabisa kwamba nina talanta uimbaji katika maisha yangu. Yeah. So natamani kujua ni nini ambacho kimekusukuma zaidi kufanya gospel tofauti na aina nyingine ya muziki? Asante. Kufanya muziki wa gospel, wacha nianze hivi katika wakati naanza muziki sawa. Okay. Wakati naanza muziki mimi ni mwandishi mzuri sana wa hizi nyimbo za secular. Okay. Bongo flavor hizi nini? Ndio maana juzi nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja anaitwa Baraka. Nikamwambia Baraka, mimi hata nikiwaga na shemeji yako huwa namuimbia sana. Sasa shemeji yako simuimbii gospel. Akawa anacheka, lakini huo ndio ukweli. Lakini why sasa nimeamua kuchagua gospel? Napenda sana kumtumikia Mungu. Okay. Napenda sana kumtumikia Mungu. Lakini baba yangu mimi mzee Yona Msagati, okay, ametumia ujana wake katika kumtumikia Mungu kupitia uimbaji. Ni mwalimu wa kwaya, anaimba, anapiga vyombo na kadhalika. So mpaka sasa hivi mzee wangu anazeeka, bado anafanya hiyo kitu. Ni mwalimu wa kwaya na anapiga vyombo na kadhalika. Kwa hiyo mimi kwa mtu anayenifahamu hata shangaa akiona ninaimba, oh yeah, lakini atashangaa akiona simbi. Kwa sababu kwa nini baba anafanya, then wewe ina maana hii kitu haipo. Hauko interested na muziki. Kwa hiyo najaribu kupita katika ile kitu ambayo mimi nimeona kwa babangu. Natamani pia wanangu waone kwangu. Oh yeah. Yeah. Okay, watu wengi wanasema kwamba muziki wa gospel haulipi. Sasa natamani kujua ni gospel ni muziki ambao umeamua kufanya. Sasa sijajua kwa upande wako umezingatia kuongoa roho za watu ama zingatia maokoto? Wacha niweke hivi. Mtazamo wanaosema kwamba muziki wa gospel haulipi, aisee wanakosea. Okay. Hakuna tena, wacha niwafungue macho watu sasa. Oh yeah. Hakuna muziki ambao una open audience kama muziki wa gospel. Kwa sababu una kijiji cha lazima ukipate. Okay. Mfano mimi hapa kanisani kwetu. Sawa. Oh yeah. Nimeintroduce nyimbo zangu, alafu ibada fulani nikajiintroduce kwamba jamani, kijana wetu hapa ameachia EP yake, tumpeni nafasi. Lile tag tu kwanza naanza kuimba na watu kanisani kwangu, ndio mashabiki wenyewe hao. Sure. Kwa staff tena subscribers, ndio? Naanzia hapo. Lakini pia sisi watu wa kanisa, wewe tu unaelewa bana. Yaani kuna ile kitu, sijui kuna mkesha fulani wa kusifu na kuabudu. Oh yeah. Umepata nafasi. Kuna tamasha la uimbaji sehemu fulani, umepata nafasi. Oh yeah. Unataka platform ipi kuweza kukuza jina lako? Oh yeah. Hiyo ni A. Lakini pia kwa sababu tunamtumikia Mungu madhabahuni, jamani, pale kuna sadaka zinatokaga. Ushaelewa? Kwa hiyo hayo maokoto lazima anakuja. Hiyo ni mbili. Lakini pia kutokana na huo mwitikio sasa watu, mimi nitakupa tu mfano. Kibao ambacho leo nimekuja kuleta hapa kimeweza kubariki watu wengi sana mpaka nimeshangaa. Oh yeah. Yaani mpaka nikataka niweke status kwamba mbona kama sielewi. Yaani nimekuja kugundua kwamba watu wamekuwa serious zaidi ya mimi nilivyokuwa serious. Okay. Oh yeah. Ushaelewa? Lakini sababu gani nasoma zile comment kwamba ameimba maisha yangu, mtu ambaye humfahamu. Umezungumza kuhusu maisha yangu kaka. Umenibariki sana. Oh yeah. Ushaelewa? Kwa hiyo yani kiasi tu cha ubunifu wako, unaweza ukatunga nyimbo yako alafu ikaishia Arusha. Unaweza kuandika wimbo ukaenda ukavuka mpaka Kenya na kadhalika. Yeah. Hao umezungumza kuhusu maisha ya watu na audience